Mpendwa mtazamaji, tunakwenda kutazama msingi wa 5 wa imani kupitia kanisa la Yesu ni Nuru. Unasema hivi: utakatifu, utakaso na maisha matakatifu yanayozaa kuwa kiumbe kipya ni lazima kwa mwamini katika kanisa la Yesu ni Nuru. Waebrania sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingi kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ili tuzingayo kwa wepesi, na tupige mbio katika saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiliza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa Mungu wa kiti cha enzi. Haleluya! Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 15 na 16, neno la Mungu linasema: bali kama yeye aliyowaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Haleluya! Neno lingine linatoka Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, linasema: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haleluya! Mpendo mtazamaji, kupitia msingi huu unaozungumza juu ya utakatifu, utakaso, kuwa kiumbe kipya, maanake kama ambavyo umesikiliza, tunamtazama Yesu aliye mtakatifu wetu, ambaye alikubali kuugongomea msalaba ili azitwae dhambi zetu. Maisha matakatifu ni kwamba tunamtazama Yesu wa msalaba, tunajikana nafsi zetu kuichukia dhambi na kila kinachoitwa dhambi na kila kinachohusiana na dhambi na kile kilichokuwa na faida hata iwe namna gani katika dhambi, tunakichukia, tunakikataa, tunakufa na Yesu katika dhambi. Ndio maana Yesu anasema, mwanangu aliye tayari kunifuata, kuniamini, ajikane nafsi yake, aubebe msalaba wake, kisha nifuate. Katika Mathayo ile sura ya 10 mstari wa 38. Manake tunaubeba msalaba ambao kwa msalaba Yesu ametuondolea aibu, ametufutia makosa. Katika msalaba Yesu anatutenga na dhambi. Tunakubali kujisurubisha msalabani na Yesu katika dhambi zetu na maovu. Tunakubali kuwa kiumbe kipya kwa sababu tunataraja kama Yesu aliye kielelezo chetu alivyokuwa na taraja la furaha kubwa. Haleluya! Na ndiyo maana amekirimiwa jina lipitalo majina yote. Kwa kila kinachoitwa dhambi, Mtume Paulo anasema yale yaliyokuwa faida kwangu ni kwa maana ya dhambi na machukizo ya dunia hii, anasema nimeyaona kuwa hasara, ili nimjue huyu Yesu, nimfahamu huyu Yesu, nimwelewe huyu Yesu, nifananishwe na kufa kwake, ili kwa njia iwayo yote nimpate huyu Yesu aliye mtakatifu. Haleluya!
Kwa hiyo tunapokuwa ndani ya Yesu tunakuwa kiumbe kipya. Kwa Kiingereza we become born againers. Ndio maana Yesu anamwambia Nikodemu katika Yohana sura ya tatu kuanzia mstari wa kwanza ya kwamba mtu anapokuwa ndani ya Yesu hana budi kuzaliwa mara ya pili. Anamwambia itakuwaje? Mimi nitazaliwa mara ya pili, nilivyo hivi mzee, nilivyo mtu mzima, nitarudi ndani ya tumbo la mama yangu nizaliwe mara ya pili? Yesu anamwambia si hivyo. Mtu anapokuwa ndani yangu lazima azaliwe katika roho na kweli. Haleluya! We become born againers. Tunakuwa viumbe vipya ndani ya Yesu. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu tunazaliwa upya. Tumezaliwa katika nyama na damu kwa wanadamu, kwa baba na mama zetu wa mwilini, na tunapokuwa ndani ya Yesu tunazaliwa upya katika roho na kweli. Hivyo tunaishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu aliye hai kwa msaada wa Roho Mtakatifu wa Yesu. Amina. Msingi wa 6 wa imani katika kanisa la Yesu ni Nuru unasema hivi: tunamwamini Yesu, na kwa kuwa tumemwamini Yesu tunauamini ubatizo wa Yesu wa maji mengi. Tunamwamini Yesu, na kwa kuwa tumemwamini Yesu aliye kielelezo cha imani yetu, kama Yesu alivyobatizwa ubatizo wa maji mengi, nasi tunauamini ubatizo wa Yesu wa maji mengi. Tusome Mathayo Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 13 hadi 17. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo imetupasa kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Mstari wa 16. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Mstari wa 17. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Amina. Mpendwa mtazamaji, unaona Yesu anabatizwa akiwa na umri wa kutosha, miaka ya kutosha, anatembea kwa miguu yake toka Yudea huko kote, anakuja kwa Yohana Mbatizaji ili abatizwe mto Yordani. Na unaambiwa alipomaliza kubatizwa, Biblia inasema Yesu akapanda kwa miguu yake. Yesu anapanda mwenyewe kwa miguu yake kutoka majini. Hakuna aliyembeba Yesu, kwamba amekuja amebebwa ni mtoto. Ni kwa miguu yake, kwa matashi menyewe, kwa matashi yake mwenyewe. Biblia yangu na ya kwako inasema hivyo. Hakuna aliyekuja amembeba Yesu. Hakuna aliyekuja amemshika mkono. Wala Yesu hajabatizwa na kikombe cha maji, hajabatiziwa kwenye beseni. Amekuja mwenyewe, akazamishwa na Yohana Mbatizaji ndani ya mto. Anapotoka kuzama ndani ya mto, kipawa cha mbinguni kinashuka, Roho Mtakatifu. Huo ndio ubatizo tunaoamini kanisa la Yesu ni Mungu. Akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mule, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Haleluya! Mpendwa mtazamaji wa kanisa la Yesu ni Nuru, popote unaponisikiliza na kunitazama katika ushirika huu mtakatifu, ushirika wa meza ya Bwana kupitia kanisa la Yesu ni Nuru, sisi tunachokiamini
kama nilivyotangulia kusema, Yesu ndiye kielelezo chetu. Tunainua macho, tunamtazama Yesu. Imani yetu ni katika Bwana Yesu. Alichokianzisha ndicho na sisi tunakiamini na tunaendelea nacho. Kwa hiyo katika kanisa la Yesu Nuru tutakuwa na ushirika wa meza ya Bwana, ukiwa ni msingi wetu wa imani namba 7, kama tulivyosikia, kupitia mkate unaotengenezwa na mwanadamu, kupitia tunda la mzabibu lililo jema lisilo na chachu linalotengenezwa na mwanadamu. Na tunapoomba kama Yesu alivyoomba, tunaamini kwamba hicho tunachokipokea ni mwili wa Kristo na si mkate wa mwanadamu, ni damu ya Yesu na si tunda la mzabibu la mwanadamu, kwa sababu Yesu anasema kwa imani yote yanawezekana. Katika Injili Yesu anasema kwa kadiri ya imani yako upate. Nasi kwa kadiri ya imani katika meza ya Bwana tunampata Yesu mwili na damu. Haleluya! Na ndio maana katika hili we are very serious. Hatuna mzaha, hatuna mazoelea na ushirika mtakatifu. Tutakuwa tunawaandaa waamini wa kanisa la Yesu ni Nuru kumhofu Yesu wa ushirika wa mtakatifu, ili tunapokuwa tumetangaziana ni lini tunashiriki meza ya Bwana, basi tunajitakasa, tunafanya matengenezo na huyu Yesu, tukijua ya kwamba tunakwenda kupokea ushirika mtakatifu wa Yesu kwa maana ya mwili na damu ya Yesu, ili tupokee baraka, tupokee karama za rohoni kwa kushiriki mwili na damu ya Yesu. Amina. Mpendwa mtazamaji wa kanisa la Yesu ni Nuru, popote unaponitazama na kunisikiliza, nawe rafiki wa Kristo kupitia kipindi hiki ulimwenguni pote, msingi wa 8 wa imani katika kanisa la Yesu ni Nuru ni maombi, na maombi ya kufunga ni lazima kwa kanisa la Yesu ni Nuru. Luka Mtakatifu sura ya 18 mstari wa 1, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Waraka kwa Waebrania sura ile ya 5 na ule mstari wa 7, Yesu anasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Kitabu cha Wafilipi sura ile ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 7. Neno la Mungu linasema furahini katika Bwana siku zote, tena anasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amina. Mpendwa msikilizaji, maombi katika kanisa la Yesu ni Nuru, ikiwa ni pamoja na maombi ya kufunga kwetu, ni ya muhimu na ni ya lazima. Maisha ya Yesu yalikuwa ni maombi. Yesu katika huduma yake yote, wakati wa umwili wake, aliwahudumia watu wa Mungu mchana kutwa, na ilipofika jioni alijitenga kwa ajili ya maombi, ili kutafuta uso wa Mungu Baba wa mbinguni, ili kumsikiliza Mungu, apate maelekezo, akae barazani kwa Mungu, lakini pia apate nguvu ya kumsaidia kuendelea mbele katika kazi hii ya ukombozi. Nasi kanisa la Yesu ni Nuru, maombi kwetu ni ya lazima, ikiwa ni pamoja na maombi ya kufunga, ili tuendelee kutafuta uso wa Mungu. Kama Yesu anasema yako mambo mengine hayawezi kutoka mpaka tumemlingana na Mungu katika maombi, na kwa namna ya pekee pia maombi ya kufunga. Haleluya!
Kwa hiyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ni kwamba maombi kwetu ni maisha na maisha kwetu ni maombi. Maombi kwetu ni huduma, ni kanisa, na kwetu kanisa ni huduma, ni maombi, kwa sababu maombi hayambadilishi Mungu, bali maombi yanatubadilisha sisi watoto wa Mungu katika Kristo Yesu aliye nuru yetu, ili tuweze kumwelekea Baba. Ni mazungumzo kati ya sisi watoto wa Mungu na Mungu aliye hai kupitia Roho Mtakatifu. It's a dialogue, prayers and fasting prayers. It's a dialogue between our God might and we, sons and daughters of the Lord of Jesus. Hallelujah.